Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba siku ya leo tutakuwa tunakupatia tutakuwa tunazungumzia masuala tofauti ikiwemo ni taarifa ambazo zimekuwa zikitendeka humu nchini Kenya na pia nje ya nchi yetu ya Kenya, na pia tutakuwa tunazungumzia ama tutakuwa tunachambua magazeti katika awamu yetu ya pili, na baadaye tutakuwa na mgeni studioni ambaye atakuja kutuburudisha vile ambavyo mwenzangu amesema hapo awali kwamba siku ya leo ni siku ya sanaa ambapo lazima tujiachilie kidogo tukikaribisha weekendi. Je, unatutazama ukiwa upande gani wa nchi yetu ya Kenya? Tuelezee kwenye mtandao wetu wa Facebook @NdiziTV Digital, na pale utatupata katika mtandao ule wa YouTube, Instagram, X na pia TikTok kama NdiziTV News. Naam, na katika tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia arafa fupi na pia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na pia najua kwamba siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Kabla tuanze yaliyojiri, labda utupe himizo. Himizo la siku basi leo hii ni methali. Wanataja kwamba Waswahili, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Methali, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Maana ya methali hii ni nini? Ni kwamba ni ushauri unaotolewa, ushauri wa wenye hekima unaotolewa na wale ambao wamezoea. Ni umuhimu mkubwa ikiwa kwamba kufanya maamuzi bora maishani, ikiwa kwamba unayasikiza yale ambayo unaelezwa, yanapendekezwa haswa wakati unapitia wakati mgumu, ama haswa wakati watu ambao miaka yao imesonga kidogo wakikueleza jambo fulani, usifanye mambo hivi na vile, lakini ukiyabusa ama ukiyapuuza hayo ama ukijitia ukaidi kidogo pale, utaweza kuleta ama utaweza kupata madhara wewe mwenyewe. Ikiwa kwamba hilo ndilo himizo la siku ya leo, natumai ulikuwa unangoja fungu la Biblia. Himizo ni himizo. Inaweza kuwa ni methali, inaweza kuwa ni quote, inaweza kuwa ni kutoka kwa Biblia. Lakini pia kuongezea tu kwa asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Naam, ni methali ambayo tumekuwa tukisikia tangu utotoni na mpaka sasa inafanya kazi. Watu husema mkuu ni mtu yeyote ambaye anajua mengi kuliko, tuseme atajua mwingi. Anaweza kuwa ni mzee, anaweza kuwa ni hata mtoto anaweza kuwa mkuu kwa sababu anajua mengi kuhusu utoto kukuliko wewe. Naam. Kwa hivyo kusikiza haimaanishi kwamba lazima ikuwe ni mzee anakuambia kile ambacho unafaa kufanya, lakini ni yule mtu ambaye anakuelezea, mtu ambaye ana ujuzi katika sehemu fulani. Ni kama daktari akikwambia usikunywe dawa hii, ukunywe hii, umwambie la, nitakunywa dawa ile. Ukikunywa dawa ile alafu unapata kwamba labda ulikuwa na ulcers, alafu kidogo utarudi kwa huyo mkuu ambaye ni daktari ambaye anaweza kuwa umri wa chini kukuliko. Naam. Kwa hivyo si kwamba methali hii haimaanishi kwamba lazima ikuwe ni mtu mzee amekuelezea jambo fulani ama amekwambia usifanye jambo fulani. La, inaweza kuwa ni mzazi wako, inaweza kuwa ni mtoto wako, lakini kwa yale ambayo anakuambia labda anajua mengi katika sekta hiyo kukuliko. Kwa hivyo ni vizuri kusikiza wote ambao wanakuelezea jambo fulani, wanakujuza kuhusu mambo fulani. Ni vema kuwapa pia nafasi ya kujieleza na pia uwasikize na pia uweze kufanya jinsi ambavyo wanakuambia. Basi tunapoendelea kusonga mbele, tukufahamishe baada ya kupata himizo la siku, tukufahamishe kati ya yale ambayo yalifanyika ama yaliyojiri hiyo siku ya jana na yale ambayo yameendelea tu hadi wakati huu sasa. Jana taarifa zimetoka pale majioni ama mida ile ya jioni kabisa kwa kwamba Rais William Samoei Ruto alifanya mabadiliko katika baraza lile, si baraza la mawaziri, katika serikali yake, haswa makatibu wa kudumu katika wizara mbalimbali, na pia kuna wale ambao aliteua kuwatuma kama foreign services katika nchi tofauti. Na ikiwemo kuna mmoja ambaye amekuwa akizungumzwa zaidi, alikuwa katika gazeti juzi jana na hata leo nimeona baadhi ya magazeti yakimtaja Profesa Edward Kisiangani ambaye alikuwa katika mambo ya kushughulikia ICT na pia na mawasiliano. Sasa aliteuliwa kama senior advisor and a member of the President's Council of Economic Advisors. Sasa hii atakuwa anampa Rais William Ruto ushauri. Iko kwamba baadhi ya mabadiliko yale ambayo yalifanyika hiyo jana ni kwamba Amos Egatecha ambaye aliteuliwa kama Principal Secretary makatibu wa kudumu katika Public Service
Service na akaekwa kama Deputy Head of the Public Service. Na pia pale Edward Kisiangani aliteuliwa kama alikuwa appointed kama Senior Advisor and member of the President's Council of Economic Advisors. Na pia pale tuko naye Regina Akoth Ombam ambaye aliteuliwa kama State Department for Trade. Na pia Miss Cyril Wagunda Odede ambaye aliteuliwa kama State Department for Public Investments and Asset Management. Pia naona pale Dr. Caroline Wanjiru Karugu pia alipelekwa kwenye State Department of East African ama EAC Affairs. Na mwingine Dr. Oluga Frederick Ouma pia alipelekwa kwenye State Department for Medical Service Ministry of Health. Na Mr. Ahmed Abdisalan Ibrahim akapelekwa kwenye Department ya National Government Coordination. Miss Judith Nayari Pareno alipelekwa kwenye Justice, Human Rights and Constitutional Affairs. Dr. Boniface Makoha pia akapelekwa kwenye State Department for Economic Planning. Na muona pale Professor Abdul Razak Shaukat akapelekwa kwenye State Department for Science, Research and Innovation. Na bila shaka Mr. Stephen Isaboke aliteuliwa kama State Department of Broadcasting and Telecommunication. Nadhani hapa alichukua nafasi yake Kisiangani. Na kwingineko CPA Karen Ogengo Achieng aliteuliwa kuingia pale State Department for Children Welfare Services. Na bila shaka wa mwisho katika wale ambao waliteuliwa pale ambao uteuzi ule ambao walifanya, Mr. Aden Abdi Mila akateuliwa kama State Department for Shipping and Maritime Affairs. Na kuna reassignment ambazo zilifanywa kwa PS pale. Wale ambao walizalia katika kazi ya kama makatibu wa kudumu. Utatueleza wa kwanza ni nani pale? Namuona pale Professor Julius Bitok ambaye alipelekwa kwenye State Department for Basic Education, masuala ya elimu. Miss Teresia Mbaika alipelekwa State Department for Aviation and Aerospace Development. Mr. Ismail Madei akapelekwa kwenye State Department for Special Programs. Harry Kimtai pia akapelekwa Department for Mining. Na Elijah Mwangi namuona pale kwenye Department for Sports. Alafu Belio Kipsang akapelekwa kwenye Department for Immigration and Citizen Services. Na huyu Perio Kipsang amekuwa akifanya kazi kama katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu. Alifanya kazi hiyo wakati wa serikali ya Uhuru Kenyatta na sasa katika serikali yake William Samoei Ruto, na amefanya kazi nzuri. Wengine wasikia jana wakizungumza wananchi kwamba huyu jamani kama alikuwa anafahamu fika kwamba ni kipi kile ambacho kinaenda katika elimu. Kidogo pale wengi wakimkosoa rais kwamba hajafanya vizuri kumtoa pale. Angemwacha kwanza wanafunzi wakiingia grade ya 10 ndipo wanacheza ambavyo mambo yataendelea. Lakini mageuzi ikiwa kwamba ukikataa yachayo basi yatakufanyikia wakati wowote. Na bila shaka pale tunaona kwamba kuna wale ambao walitumwa kama ambassadors and the consul general. Tunamwona pale Susan Nakumicha Wafula aliyekuwa wakati mmoja waziri wa afya hapa nchini. Ametumwa mission permanent representative permanent mission of Kenya to the UN Habitat Nairobi. Tumeona pale Mr. James Buyekene Muhati Consul General Guangzhou People's Republic of China pale. Mr. Abdi Dubat Vido ni Consul General Arusha United Republic of Tanzania. Na bila shaka tunamwona Engineer Peter Tum Ambassador to Kinshasa Democratic Republic of Congo. Na bila shaka pale tunamwona Alfred Obundo Kumbundo Deputy Head of Mission Brussels Belgium. Na mwisho pale tunamwona Mr. Geoffrey Yanae Kaituko Deputy Head of Mission Rome Italy. Kwa kwamba ni baadhi ya mageuzi ambayo Rais William Samoei Ruto aliyafanya hiyo jana, na bila shaka yale ama wengine ambao waliteuliwa kuingia katika makatibu wa kudumu katika serikali yake William Samoei
Samoei Ruto. Naam, na baadhi ya hao tumeona kwamba kuna mawaziri ambao wanaendelea kubaki, si mawaziri lakini makatibu wa kudumu wanaendelea kubaki kwenye serikali ya Ruto, kwa sababu tumeona Rais William Ruto akifanya hizi reshuffle, unapata kwamba wengine wanatolewa kabisa, wanatumwa nyumbani. Lakini kwa sasa tumewaona akiwaeka, ni kama anawapeleka moja kwa sekta fulani, mwingine kwa sekta fulani, na ni jambo zuri hilo. Na pale wengine wanasema kwamba chama cha ODM kimevuna bazuri kabisa, mawala ambao ni wazimio la umoja, haswa mrengo ule wa Raila Amolo Odinga. Na tukisonga mbele ni kwamba hiyo jana Rais William Samoei Ruto alisindua rasmi Ward Rally ambayo itakuwa inafanyika pale Naivasha County ya Nakuru. Naam, shughuli hiyo ilianza siku ya jana ambayo ilikuwa tarehe 20, itakuwa inaisha tarehe 23 mwezi huu. Basi tusikie ni kipi kile ambacho rais alizungumza wakati wa uzinduzi huu. Kenya, asante Kenya. That's all I know. Thank you. We are ready with all the routes and all the events from now, and I want to invite Kenyans to enjoy the spectacular moment of this rally, because it is not just a motorsport, but it is an inspiration of all our economic ecosystem. It is my pleasure this morning to officiate the flagging off ceremony of the WRC Safari Rally, which is undoubtedly the best rallying leg in the world. I congratulate the organizers of this 72nd edition for once again placing Kenya on the global sports tourism map. I have it on the authority of WRC and FIA reports that the Safari Rally is one of the most eagerly anticipated events worldwide, while the Hell's Gate Power Stage is among the most watched globally. Additionally, the famous Mitimbili jump in Kedong is one of the most iconic images in the WRC rally worldwide. Since 1953, the WRC Safari Rally has been a key part of Kenya's sporting heritage and a pillar of our sports tourism. Today, I'm also pleased to host representatives of the FIA helmet wearing program, an initiative that plays a crucial role in enhancing road safety for our border riders. This program, implemented in Kenya by Automobile Association of Kenya, will support the FIA's Safe and Sustainable Mobility Grant Program, which is funded by FIA Foundation. By providing life-saving helmets, this initiative reinforces our national commitment to reducing road fatalities in line with our 2024-2028 National Road Safety Plan. I remember that this rally cost the government of Kenya 2.1 billion in 2023. I did give very firm instructions to the ministry that that figure should come down. I'm happy that in 2024, it came down by 800 million to 1.3 billion. And I insisted that this year it must cost less for the government of Kenya. I'm happy again that it came down by another 320 million. This year it's going to cost 980 million. I want to encourage the private sector. I am looking forward to the day when this will cost zero for the government of Kenya and the private sector will take it up because they need the advertising, they need the profiling. I think the government of Kenya is very willing to cede ground and to allow our private sector companies to shine. Na tukiendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba wafanyakazi wa afya 800 kutoka hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret kaunti ya Uasin Gishu walisusia kazi huku wakilalamikia hali mbaya ya mazingira ya kufanya kazi na kutolipiwa huduma mbalimbali za kimsingi, hali ambayo inasababisha wagonjwa kutatizika katika hospitali hiyo ya rufaa ya Moi Teaching and Referral Hospital, na bila shaka
wauguzi hao wameilaumu serikali kwa kukosa kuwapa vifaa bora vya kufanyia kazi katika hospitali hiyo. Equipments unapata zimeharibika kama hapa referral. Tangu last year July up to now tunaambia wagonjwa ena nyumbani utarudi haifanyi kazi. Tukiuliza tunaambiwa budget cuts. Matakwa zenye wanahitaji ni rahisi sana, lakini kwa sababu hatuna serikali inajali hiyo hospitali yetu, ndio maana tumeenda hii kiwango. Kuna wagonjwa ambao waliwachwa kwa ward na wauguzi wakaenda nyumbani na hatujui chanzo, so wangetuelekeza before aende nyumbani. Mtoto amefanywa surgery juzi na wananiambia nikujie mgonjwa saa hizi na huyo mtoto hata hajarecover. So Ruta atuangalie na mambo ya health. Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya wale wauguzi ambao wanafanya kazi kwenye hospitali ya MTRH ama Moi Teaching and Referral Hospital kule kaunti ya Uasin Gishu katika eneo la Eldoret. Lakini tumeona kwamba wafanyakazi wengi wa kiafya wamekuwa wakisusia kazi katika hospitali za kibinafsi, katika hospitali za umma. Na kwa sasa tulisikia kesi fulani kutoka hapa Kisii ambapo kaunti ya Nyamira Magena ama ni Kisii, kaunti ya Kisii Magena ambapo tuliona mama mmoja kwa jina Fanny Stratemo alipoteza uhai wake kwa sababu hakuwa anahudumiwa ama kwa kutohudumiwa na madaktari katika hospitali hiyo, na mama huyo alikuwa mjamzito, alikuwa ameenda kujifungua pale, akapata kwamba amepelekwa siku ya Jumatatu hajahudumiwa mpaka siku ya Jumatano. Naam. Na mama huyo alikuwa ameenda kujifungua. Ni baadhi ya changamoto ambazo wagonjwa wanapitia katika hospitali zetu. Ikiwa kwamba ni utepetefu wa madaktari, na bila shaka jinsi ambavyo tumesikia vile ambavyo wamezungumza kutoka pale MTRH, ni kwamba kuna shida ambazo huwa wanazipitia kidogo serikali za kaunti na pia serikali kuu haijatatua shida hizo ambazo zinawakumba baadhi ya maafisa hao wa afya katika kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Kisii. Na tusikia gavana akitaja kwamba huenda wale ambao walihusika na wale ambao hawakumhudumia yule mwanadada ambaye aliaga dunia baada ya kutoangaliwa na maafisa wale wa kliniki ama maafisa wale wa kiafya katika eneo lile la Magena, basi watakuwa wanachukulia hatua kali. Lakini hilo linakuja tu baada ya kisa kama hicho ama mtu kuiaga dunia, lakini hatuoni wakati mwingine ikiwa kwamba hawa maafisa ambao wanasimamia kaunti ikiwemo gavana, CC wake wa afya wakitembea kuangalia jinsi ambavyo hali ilivyo katika hospitali zetu humu nchini na pia katika kaunti zetu. Na pia tuliona kwamba gavana Simba Arati akizungumzia swala hili aliongezea akisema kwamba yeye ana imani kwa hospitali zetu katika kaunti ya Kisii, kwamba kaunti yetu ina hospitali nzuri, inafanya kazi vyema, lakini sidhani kama wananchi wanakubaliana naye. Kidogo tulisikia baadhi ya viongozi wakizungumza na wakitaja kwamba baadhi ya hospitali nikimnukuu ama nikitaja jinsi ambavyo yule mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisii alitaja kwamba baadhi ya hospitali hapa kaunti ya Kisii asijafanya vizuri, ikiwemo hospitali ile kuu ya KTRH pale, akitaja kwamba madaktari kidogo madawa hayapo, madaktari wafanye kazi yao vizuri, na bila shaka usimamizi wa hospitali ile kidogo pale haujafanya kazi jinsi ambavyo unapaswa kuifanya kazi. Naam, ni kweli. Lakini pia tumekuwa tukiona kwamba madaktari pamoja na wauguzi pamoja na maafisa kliniki wakienda mgomo ni kwa sababu ya ahadi ambazo wamekuwa wakipewa. Kwa mfano tutumie Moi Teaching and Referral Hospital. Sababu kuu ambayo inafanya waende kwenye mgomo huu ni kwa sababu ya hali ya mazingira ambayo wanafanyia kazi na pia ukosefu wa vifaa kwenye hospitali hizi. Unapata kwamba serikali kuu inawaahidi kwamba itawaongezea vifaa fulani kwenye hospitali zao, alafu haifanyi hivyo. Alafu pia unapata mazingira sio mazuri kwa sababu pia mgonjwa akija hospitalini anafaa kuwekwa pale kwenye wodi. Wodi hiyo haina kitanda, labda haina godoro, haina blanketi ambayo mgonjwa atakuwa akilalia. Na serikali kuu labda inasema kwamba tutakuwa tunawapa vifaa
hivi lakini haileti vifaa hivyo. Nakumbuka bado wagonjwa wanaendelea kuja. Lazima wahudumiwe. Na wakati mwingine unapata kwamba vifaa hivyo vipo lakini kidogo pale ni vichache, na ukilinganisha na idadi ya wagonjwa ambao wanafuruliza hospitali kupata matibabu mle, kwa kwamba jambo hili la afya ni jambo ambalo limegatuliwa. Serikali za kaunti zinasimamia kwa asilimia kubwa kuliko serikali kuu, na serikali kuu nayo kidogo pale asilimia ile ambayo inasimamia nayo inachangia kama haijahakikisha kwamba imetuma fedha katika kaunti zetu ndiposa zile kazi ziweze kuendelea. Maafisa hawa wa kliniki ikiwemo madaktari wafanikishe kazi yao jinsi ambavyo inapaswa kufanywa. Naam. Na tukisonga mbele katika masuala ya kigeni na diaspora, tulimuona pale waziri wa masuala ya kigeni na diaspora Musalia Mudavadi akizungumzia swala la Nduta ambaye ni msichana mmoja aliyehukumiwa kifo pale kwenye nchi ya Vietnam kwa sababu ya kupatikana na madai ya kuuza dawa za kulevya katika nchi hiyo. Msichana huyo alikuwa anafaa kunyongwa wiki iliyopita Jumapili, lakini serikali ya nchi ya Kenya ikaingilia kati ikasimamisha kesi hicho, ikasema kwamba watakuwa nazungumza na serikali ya Vietnam kuona kama Nduta anaweza patiwa inaitwaje msamaha hapa nchini Kenya nyumbani na labda kesi yake iweze kushughulikiwa huko nchini Kenya. Na bila shaka huyo Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa masuala ya kigeni na diaspora alisisitiza kuwa Kenya si nchi ambayo inahusishwa na biashara za dawa za kulevya au biashara nyingine yoyote ambayo ni kinyume cha sheria. It is unfortunate that a Kenyan is facing this kind of situation. It's not a pleasant situation, and the Ministry of Foreign Affairs and in particular my PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing, and we hope that there can be some success so that there is no summary execution as we go ahead. But there are issues that we must also deal with. The issue of drug trafficking, and we are not trying to say she's guilty or not guilty other than what we have as a record from the judicial process in Vietnam. So ours is not about a judgment, but working on that basis. If we want to also send a clear message as a country, we need to be careful that Kenyans who are stepping out into the diaspora do not fall into the trap of engaging in any illegal activities. It's absolutely important that this is taken. We want responsible Kenyans at home, and we equally want responsible Kenyans in the diaspora, in whatever country you are in. We have been at the forefront in promoting bilateral labor agreements, trade, also focusing on responsible mobility of labor and so forth. We've been talking to these things. And one of the things I've been emphasizing is that please, the young Kenyans that are going out, remember that the moment you board a plane and the wheels have lifted, when you land in whatever country you're going into, the laws that apply are not Kenyan laws. They are the laws of that respective country. So please respect the law. Basi bila shaka ni sauti yake waziri wa masuala ya kigeni na diaspora Musalia Mudavadi akizungumza kuhusiana na jambo hili ama na swala hili ambalo ni la Nduta, ikiwa kwamba kidogo wengi wamezungumza wakiwa na hisia tofauti. Wengine wakitaja kwamba ndio huyu Nduta, hebu aletwe hapa nchini, serikali ifanye mazungumzo na serikali ya Vietnam, arejeshwe hapa nchini. Wengine wakitaja kwamba bebe msalaba wake, kwani yeye anajua, anafahamu fika kile ambacho anakifanya. Na pia pale wengi wakitaja kwamba wale drug lords
ama wakuu ambao wanahusika katika biashara hizi za madawa za kulevya wanajulikana, na wao ndio waletwe wazi, wajulikane moja kwa moja na wachukuliwe hatua kali. Sijui fikira zako kuhusiana na taarifa hii ni zipi, jinsi ambavyo waziri wa masuala ya kigeni na diaspora alizungumza? Hapa kwa taarifa hii kwanza tumeona Waziri Mudavadi akisema kwamba ama akisisitiza kwamba Kenya sio nchi ambayo inahusishwa na biashara ya dawa za kulevya ama biashara nyingine yoyote ya kinyume cha sheria. Lakini naona kwamba ni kama huu ni uongo, kwa sababu jana tulisoma kwenye gazeti kwamba serikali ya Marekani imepeana ripoti kwamba nchi ya Kenya na nchi ya Somalia wanafanya kazi pesa money laundering. Na ukiangalia ni kama kwa sasa serikali yetu inajaribu kufanya kazi, kwa sababu tumeona kwamba watu hukamatwa, watu hupelekwa kwenye DCI, lakini DCI haiguzi kila mtu. Ingekuwa Nduta yupo nchini Kenya apatwe na dawa za kulevya, labda angeshikwa pia, labda angefungwa. Lakini hatujua ni nani yule alituma Nduta kuchukua dawa hizi za kulevya. Kwa hivyo bado kuna jambo ambalo halijafikiwa vizuri hapa nchini Kenya. Ni kwamba yale ambayo serikali inazungumza kwa upande mwingine na vitendo vyao kidogo haviashiri kama haviendani kabisa. Kwamba jinsi ambavyo ripoti ambayo ilitolewa jana na kutoka nchi ya Marekani kwamba kuna pesa haramu ambazo ni biashara ambazo zinafanywa kati ya nchi ya Somalia na nchi ya Kenya, kwa kwamba ni jambo ambalo kidogo linaitia nchi ya Kenya katika hali ambayo zi nzuri aswa kibiashara na pia mahusiano na nchi zinginezo hapa Afrika na pia nchi zingine kutoka sehemu tofauti ulimwenguni. Naam, na tukiachana nayo tusonge mbele. Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amesema kwamba hatajiuzulu kutoka kwa nafasi ili hiyo ambayo ya waziri, akisema kwamba anachokisema ni ukweli na ni wajibu wa Rais William Ruto kueleza Wakenya ni nani anayeteka Wakenya na nyara. Basi alikuwa anazungumza akiashiria kwamba hatoki ama angandoke mamlakani, lakini lazima rais ajitokeze kuelezea Wakenya ni kipi kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika serikali ya Kenya Kwanza. Kwamba amekuwa akilaumu ama akimnyoshia vidole vya lawama rais na baadhi ya maafisa wakuu serikalini kwamba utekaji nyara umekithiri katika serikali yake William Samoei Ruto, na jambo hili limekuwa likizungumzwa zaidi, naye amekuwa akizungumza sana tangia mwaka jana wakati mtoto wake alitekwa nyara kisha baadaye kuachiliwa, na kile ambacho alikitaja kwamba yeye alizungumza na rais na rais akampigia mkuu wa NIS na pia mtoto wake akaajiriwa, na kisha baadaye hakupelekwa mahakamani ama ashtakiwe kwamba amefanya kosa lipi lile ndipo alichukuliwa hatua, lakini aliachiliwa tu, na hadi wakati huu hakuna lolote ambalo limefanyika. Naam. Na pia tukiangazia swala hili la Justin Muturi na pia utekaji nyara. Tumeona kwamba Gen Z ambao walikuwa wanaenda maandamano, wengi wao ama wachache waliweza kutekwa nyara, wengine wakapoteza maisha yao, na wengine kwa sasa tuliona kesi yake yule cartoonist, si cartoonist lakini yule kijana ambaye alikuwa amepost meme ama nitaitaje, ni aliweka picha ya kuonyesha Ruto ameaga dunia na konvoi yake pale kwenye mtandao wa X. Na tumeona kwamba vijana wengi wameweza kutekwa nyara kwa sababu ya swala kama hilo la kuzungumza jinsi ambavyo wanahisi kuhusu serikali ya Kenya Kwanza, na sio swala mzuri kwa sababu tumeona kwamba gavana lakini Rais William Ruto hajazungumzia sana kuhusu swala hili la utekaji nyara. Anasema kwamba inashughulikiwa ama mtu mwingine atafanya hivi na hivi na hivi, ama hao wenyewe kwanza kuna wakati mwingine huyu ambaye anasimamia wengi bungeni yule Kimani Ichung'wah Kimani Ichung'wah alisema kwamba vijana hawa wengine ama kuna wengine wanajiteka nyara. Inamaanisha kwamba alitaja kwamba wengi huingia katika
katika BNB wanajifungia pale wiki nzima, na anasema kwamba hapatikani, simu yake amezima, lakini kisha baadaye anajitokeza kusema kwamba ameachiliwa mahali ambapo amekuwa akitekwa nyara. Naam. Na hilo kwa kiongozi ambaye amesimamia wengi bungeni kuzungumza hivyo, inaonyesha kwamba mahali serikali imesimama kwenye swala hili la utekaji nyara nchini Kenya. Ukiangalia utaona ni kama serikali haiko na Wakenya na inafaa kusimama na Wakenya. Ni swala hilo tutakuwa tunalifuatilia, ikiwa kwamba kuna matarajio jinsi ambavyo wengi wameendelea kuzungumza kwamba jinsi ambavyo alifanya mabadiliko katika makatibu wa kudumu, basi kuna minong'ono kwamba huenda mabadiliko yakafanywa katika wizara mbalimbali katika baraza la mawaziri. Tunangoja tuone jinsi ambavyo mambo hayo yatasonga mbele, ikiwa kwamba huyu Justin Muturi, waziri wa utumishi wa umma, yeye ametaja kwamba sitajiuzulu. Hebu tutangoja tuone, je, atabakia katika kiti chake ikiwa kwamba mabadiliko yatafanywa katika baraza la mawaziri, ama mambo yatakuwa namna gani? Nakumbuka kwamba rais amepanga safari pale Mlima Kenya, na Mlima Kenya hapo ndipo pia huyu Justin Muturi anakotoka. Tutangoja tuone ni vipi mambo yatakuwa yakiendelea katika sehemu hiyo ya Na tukisonga mbele ni kwamba wazee kutoka Mugirango Kusini wamesisitiza kwamba wataendelea kumuunga mkono Daktari Fred Matiang'i kwa azma yake ya kuwania kiti cha urais hapa nchini Kenya. Naam, aidha wazee hawa wamejitokeza baada ya siku chache baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kuja Kisii na pia kuzungumza kuhusu swala la Fred Matiang'i kuwania urais, akisema kwamba Fred Matiang'i hawezi kuchukua kura na kura za Wakisii peke yake ama za Nyanza peke yake, anahitaji kura za Kenya nzima. Hebu tusikie ni kipi kile ambacho wazee hawa walizungumza. We the leaders from South Mugirango constituency, together with the residents of the larger Gusii region, wish to publicly declare our unwavering support for Dr. Fred Okengo Matiang'i as he seeks the high office of the President of the Republic of Kenya in the year 2027. The occasion of today, as it is going to be explained or read to you, we are behind it, and we have no doubt that it will be a success at the end of it. The community from which this gentleman hails. So we are now moving to the next to coordinate the rest of the teams, so that in our next episode, we shall now be talking as Omo Gusii. Your information, there has been saying that it's only the Gusii people who are bringing in Matiang'i. Why are we bringing in Matiang'i as Omo Gusii? We would like to state that our coming here does not mean that we are bringing in Matiang'i just as Omo Gusii. What we are doing is we are solidifying the home base. Naam, tukiangazia swala hilo la Fred Matiang'i hapa nchi ama huku Kisii. Tumeona kwamba wananchi kutoka Kisii ama jamii ya Kisii tukiwaongezea pia wazee hawa kutoka South Mugirango ni kwamba wanataka Fred Matiang'i aingie kwenye ulingo wa kisiasa. Naam, kwenye ulingo wa kisiasa na pia katika kuwania kiti cha urais nchini Kenya. Lakini swali ambalo hatujajiuliza labda ama hawajajiuliza kama wa Kisii ama kama kutoka eneo hili la Kisii na Nyamira, je, wako tayari kusimama na mtu wao? Unajua, kwa sababu tumeonekana kutoka kitambo ama wa Kisii wamekuwa wakitazamwa kwenye msimamo wao wa kisiasa. Kidogo unapata kwamba wamegawa, hawasimami pamoja. Hatuwezi sema kama tuseme marafiki zetu kutoka Nyanza, kutoka Kisumu, Homa Bay, wao simama na Raila Odinga kama kiongozi wao, kama ambaye atasimama urais. Kwa sasa tulisikia kwamba kidogo viongozi wakasema kwamba Fred Matiang'i anaweza kusimama urais. Kidogo tukasikia mwingine akisema kwamba pia Maraga anaweza ingia katika kuwania urais. Ni kuonyesha kwamba ni kama kidogo kisiasa huku Kisii bado hawajaungana pamoja.
Ni kweli jinsi ambavyo unataja, ukiangalia kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira hasa katika uchaguzi ambao ulipita, jinsi ambavyo kaunti ya Nyamira ilipiga kura kwa mirengo tofauti na jinsi ambavyo kaunti ya Nyamira ilipiga kura kwa mirengo hiyo hiyo, utapata kwamba kuna utofauti mkubwa jinsi ambavyo walishabikia wale ambao walikuwa wanaunga mkono. Basi ni jambo ambalo kidogo linatia wengine kiwewe kwamba ni swali linaulizwa, je, tutasimama na huyu wetu ambaye tumekuwa tukitaja kwa kwamba kutoka sehemu nyingine haswa Mlima Kenya tumewaona, ama haswa tumeona chama kile cha Jubilee kikiongozwa na Jeremiah Kioni ambaye ni katibu wa chama kile nikidhani kama secretary general ndio wa chama hicho, akitaja kwamba Fred Matiang'i sisi ama wao wako tayari kama chama cha Jubilee kumuunga mkono na kumpiga cheki asimame kiti cha urais. Lakini swali kwa ambalo jinsi ambavyo umeliuliza, je, sisi kama jamii ya Omo Gusii, eneo pana la Gusii region, kaunti za Nyamira na Kisii, je, tupo tayari kuungana pamoja ama ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea wakati huu ukifika mwaka 2027? Kwa sababu wengi wametaja Fred Matiang'i na yeye mwenyewe ukweli ni kwamba hajajitokeza azungumze wasi ataja kwamba ndio nitasimama. Lakini wendani wake akiwemo seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka amekuwa akitaja kwamba wanazungumza naye mikutano mingi ambayo anaifanya ya kisiasa ama kuhudhuria, basi huwa ametumwa naye kumwakilisha pale. Na pia tulimuona seneta Onyonka akisema kwamba anaweza kutoka chama kile cha ODM aingie kwenye chama kipya ambacho kitaundwa na Fred Matiang'i. Na swali lingine ambalo linajitokeza, je, tunahitaji kuwa na chama cha kuleta jamii ya Omo Gusii pamoja? Jinsi ambavyo tunaona kutoka Luo Nyanza tuko na chama cha ODM, tukiangalia pale Rift Valley chama cha UDA kipo, na sehemu zingine ikiwemo Mount Kenya pale ama Mlima Kenya chama cha Jubilee kipo na vyama vingine. Je, jamii hii ya Omo Gusii hatuna chama ambacho kidogo kinaonekana kwamba kinawaleta hawa wote pamoja ndiposa watu wasimame kutoka pale? UPA kipo lakini chama hicho ukiangalia eneo pana la Gusii, ukiangalia ni wabunge wangapi kipo nao kidogo pale ni wachache zaidi ama kidogo hawapo kabisa. Tupata kwamba ni wawakilishi wadi na pia na gavana. Hao hawatoshi kutaja kwamba tutasimama hapo. Na pia tunahitaji sura ya kitaifa, chama ambacho kimo na watu kutoka Mombasa, Western Kenya, Rift Valley, Mount Kenya pale, ikiwa kwamba ni umoja tu tunaangalia jinsi ambavyo Wakenya wanaletwa pamoja, ndiposa tuseme kwamba sasa tunachisukuma, tunaona kwamba tuko na nguvu. Je, hilo litafanyika ama mambo yataenda namna gani? Ni swala ambalo tutakuwa tunaliangazia katika masuala ya kisiasa kila Jumatatu, lakini kwa sasa ni kukumbusha tu kwamba tunaendelea pale kwenye mtandao wa Facebook, utufuatilie @NdiziTV News Digital ili uweze kutupa maoni yako asubuhi hii ya leo. Naona kwamba masaa yanakimbia sana, na pia naona pale Peter Omari akisema kwamba good morning kutoka Suguta Nyamache, na pia Kennedy Gisemba akisema good morning, Dominic Onduso akisema good morning kutoka Mosogwa Machoge Borabu ako ndani ya mpango, na pia MC Bachelor KEGK anasema good morning. Kiongozi Zefania Onserio pia anasema good morning from Riana Bonchari, mark me present. Tukiendelea kuangalia wale ambao wanaendelea kufuatilia, namuona pale Roda Ruth anasema kwamba from Jeddah kufika hadi Nyaribari Masimba Bonyakoni angaza good morning and happy Sabbath preparations to all Sabbath keepers. Asante. Fred Kogembo kutoka county ya Nakuru akitaja kwamba Nakuru City tuko ndani tunaendelea kufuatilia. Naona pale MC Hirali anasema kwamba anafuatilia kutoka Mlima Elgon pale. Na bila shaka namuona Klaus Nyakesh akisema kwamba good morning watching you live, na bila shaka Shantari Mura naona pale anasema kwamba anafuatilia moja kwa moja. Umaturi Vincent kutoka Doha Qatar ako hadi Bomachoge Borabu Itongo Bogi Siankyo anasema yuko ndani. Kalen Osinde good morning kutoka Nyamira County. J. Ian anasema it is great enthusiasm that we commemorate the second week of Pambazuko show, breakfast show, an exceptional program that brings knowledge, passion and insights to our morning. Our outstanding presenters Jeff and Miss Nyabeta consistently captivate us with their expertise and dedication to delivering engaging content.
as we celebrate this week 2 milestone, let us unite in appreciation for the efforts of our presenters and the unwavering support of our viewers. In honor of this achievement, we kindly request our beloved presenters to join us in marking the occasion with treating us with a well-deserved 1-month celebration cake waiting. Oh my God. Akisema kwamba thank you for making Pambazuko Show, a breakfast show, a resounding success, and here's to many more engaging and enlightening mornings together. Hey, J. Ian amemaliza kila kitu. Sijui niseme nini ila tu kusema asante kaka kwa kuzungumza hayo yote, na tunakushukuru nawe endelea kufuatilia moja kwa moja kwa kwamba kuwepo sisi hapa lazima tukushirikishe wewe, na basi tutaendelea tu kukuletea yale ambayo tutaweza kutoka eneo hili la Ndizi TV. Naam, kwa sasa naona kwamba katika dakika moja baada ya saa 1 asubuhi, na kwa sasa tunafaa tuanze kuchambua gazeti. Najua kwamba masaa inakimbia sana kwa sababu leo ni Ijumaa. Ijumaa saa huwa inasonga haraka. Ndio maana napenda Ijumaa. Sisemi lolote lile ila tu kutaja kwamba tutapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaangazia yaliyomo magazeti mataarifa kuu magazetini. Pale tutakuwa tunachambua gazeti lile la The Daily Nation na gazeti la The Standard. Naam, na pia gazeti la The People's Daily pamoja na gazeti la Taifa Leo. Kumbuka kwamba utatupata katika mitandao ya kijamii. Utanipata kama Jeff Nyakundi, nami utanipata kama Jacinta Nyabeta kwenye mtandao wa Facebook. Usisahau kuzungumza nasi kupitia Ndizi TV News Digital pale Facebook, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii aswa YouTube pale TikTok, Instagram na X kama Ndizi TV News. Naam, katika tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Na bila shaka utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi ama SMS, na bila shaka mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. We love
Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3 karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi.
Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV. Basi barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV unavyoendelea kutufuatilia moja kwa moja katika runinga yetu na pia katika mitandao yetu ya kijamii. Basi tena tumerejea tuyangazie yaliyomo magazetini na taarifa kuu ambazo zimepewa kipaumbele magazetini, ikiwa kwamba unaendelea kutufuatilia tupate mtandao ule wa Facebook moja kwa moja kama Ndizi TV News Digital. Naam, kwenye mtandao wa YouTube, X account, Instagram pamoja na TikTok tupate kama Ndizi TV News. Na kwingineko zungumza nazi kupitia mtandao wa WhatsApp na bila shaka kutuma ujumbe mfupi ama SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192834 kwa kwamba hapo ndipo utazungumza nazi moja kwa moja. Na kwa kupata taarifa nyingi na yote matukio yote ambayo yanaendelea kutendeka nchini Kenya, tufuate kwenye tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Basi moja kwa moja katika magazeti siku ya leo. Ikiwa kwamba wengi, kuna wale ambao wamesherehekea, kuna wale ambao bado hawajasherehekea lolote lile, ikiwa kwamba kuna ambao wametemwa serikalini kama makatibu wa kudumu na kuna wale ambao kidogo wameendelea kukalia mule. Basi taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti hili la The Standard ni katika ukurasa wa 6 pale ni kwamba condemned tyrant, kwa kwamba ni kichwa cha gazeti hili la The Standard, pale ambapo mwandishi anataja kwamba gone with the wind. The court has reprimanded the former ICT Principal Secretary Edward Kisiang'ani for arrogating powers to himself that he never possessed and using them to suppress the media. This rebuke came just hours before the history professor was removed from the Department of Broadcasting and appointed as the senior advisor to the president on economic matters. Kwa ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 6 katika gazeti hili la Taifa Leo, ikiwa kwamba baadhi ya yale ambayo yaliangaziwa na koti kuu ni kwamba la kwanza, Kisiang'ani gave himself powers he did never have, ikiwa kwamba alichipa mamlaka na nguvu zaidi ambazo yeye hakuwa nazo. La pili pale, he had no authority to direct independent authorities and accounting officers on the procurement of services. Ya tatu pale wakitaja kwamba the PS ama the permanent secretary has moved with promoting discriminatory exclusion of private media. And the fourth one ni kwamba Kisiang'ani's memo was an affront and a threat to the media independence and pluralism in the country. Na lile la tano ni kwamba the directive did not promote competitiveness and transparency. Ikiwa ukipata gazeti hili kwa kina ama gazeti hili la The Standard newspaper, utakuwa unaangazia hayo kwa kina, kwamba huyu katibu ambaye alikuwa katibu wa mawasiliano na ICT sasa alitimuliwa na kuteuliwa kama mshauri wa kiuchumi kwa masuala ya kiuchumi kwa Rais William Samoei Ruto. Ikiwa kwamba ni jambo ambalo kidogo baadhi ya vyombo vya habari vimesherekea sana kungolewa kwake mamlakani pale kama katibu wa kudumu na bila shaka kutumwa katika kupeana advice kwake Rais William Samoei Ruto kwa mambo ama masuala ya kiuchumi. Je, rais atamsikiza? Hilo ndilo swali kuu. Nadhani kwamba pale watakuwa nakutana
na moja ama na baadhi ya maafisa wale ambao wanamshauri Rais William Samoei Ruto. Nadhani kwamba jambo kuu ni kufanya kazi kama timu moja. Ikiwa usionekana kama wewe uko juu ama wewe uendani ama ukubaliani yale ambayo yanazungumzwa pale. Hivyo nadhani ikiwa kwamba ataenda namna hiyo atafanya kazi. Ikiwa ataenda na namna hii ambavyo amekuwa kidogo akizikanyagilia chini vyombo vya habari ama baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini, kidogo itakuwa ni changamoto kwake zaidi. Naam, na pia namuona pale mwandishi ameongezea akitupa gazeti la jana. Natumai ni la jana. Naam, ameweka pale picha ikionyesha natumai kwamba ni ya kuonyesha kwamba tulikuwa tumesema huyu kwa sababu jana walikuwa wamesema huyu ni adui wa wanahabari. Na hapo chini baada ya kuelezea haya mambo yote ambayo koti ilipata, akaongezea hapo chini kwamba gazeti la jana, pia ukienda uangalie gazeti la jana la The Standard, utaona kwamba walikuwa wameandika ama mwandishi alikuwa amezungumza kuhusu waziri huyu ama principal secretary huyu Kisiang'ani, kwamba akiwa yeye ni adui wa wanahabari. Na pia tukisonga mbele katika ukurasa wa 4 kwenye National Pace anasema kwamba winners losers in Ruto PS and envoy reshuffle. Ni kuzungumzia kuhusu makatibu ambao wamezungushwa kwa sababu wamebadilishwa katika vyao tofauti. Inahusu mabadiliko makubwa katika nafasi ya makatibu wakuu na pia mabalozi wa Kenya yaliyofanywa na Rais William Ruto, na pia habari hii inachambua jinsi waliopandishwa vyeo na pia waliopoteza nafasi zao na athari za mabadiliko haya ya utawala wa sasa. Ni baadhi ya taarifa ambayo utaipata ukisoma kwenye gazeti hilo la The Standard kwenye ukurasa wa 4. Na bila shaka tukiendelea kusonga mbele katika gazeti hili la The Standard newspaper ukurasa wa 12, ya kwamba wanaangazia masuala ya bajeti pale ambapo anasema kwamba state drops 16 new sub counties. Ni kwamba sasa serikali tena imesimamisha zile sub counties ambazo zilikuwa zimepeanwa 16 hapa nchini Kenya, jambo kuu likitajwa kwamba ni bajeti ambayo haimo ya kutosha kuhakikisha kwamba yale ambayo yalifanyika yataendelea. Kwamba ni habari inaelezea jinsi serikali ilivyopunguza bajeti kwa kuanzisha mikoa mipya ya serikali ya county, ikiwa ni sehemu ya kujitahidi kutekeleza sera ya ugatuzi. Ni taarifa ambazo utasisoma katika gazeti hili la The Standard ukurasa wa 12. Na kuna pull out hapo ndani kwenye The Standard ambayo inaitwa The Pulse, inazungumzia kuhusu masuala ya familia, ya maisha tu kwa ujumla, na pia naona mwanadada pale nashuku kwamba anaweza kuwa ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri katika sekta ya burudani. Naam, anaweza kuwa msanii, lakini sina habari vizuri. Lakini unaweza jinyakulia gazeti hilo la The Standard uweze kujua kwamba ni nani anayezungumziwa leo katika pull out ya The Pulse. Na tukiendelea kusonga mbele, tuangazie gazeti lile la The Daily Nation, ikiwa ni baada ya kuangazia taarifa kuu ambazo imeangaziwa gazeti lile la The Standard. Na taarifa kuu ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la The Daily Nation ni kwamba Raila's big harvests, kwa kwamba Raila havuna pakubwa. Hapa lakitaja kwamba government names forwarded to National Assembly for approval amid reports of imminent cabinet changes. Kwa kwamba kuna taarifa zingine ambazo zinatolewa kwamba huenda mabadiliko yakafanywa katika baraza la mawaziri baada ya kile ambacho kimefanywa. Taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 pale ambapo wakitaja kwamba reshuffles, former Prime Minister Raila Odinga's handshake with the President Ruto is paying dividends, with the latest changes landing the ODM chief 14 principal secretaries posting as duos. Broad-based government continues to take shape, but the reshuffle will come at a huge cost to already overburdened Kenyan taxpayers, given that no single official has been sacked to pave the way for the new entrant. Kwa kwamba ni taarifa zitangaziwa katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 pale tukiona wale ambao waliteuliwa kirasmi hiyo jana. Tukimuona Aden Abdi
Mila pale ikiwa kwamba ni shipping and maritime affairs. Kuna Hamed Ibrahim, national government and coordination. Dr. Boniface Makoha, economic planning. Professor Abdulrazak Shukat, science research and innovation. Hapa tunamuona Michael Lena Shalon, ni devolution, na pia Karen Achengi kwamba ni children welfare services tu, kwamba ni baadhi. Kuna tunaona wengine pale kama Judy Pareno, tunamwona Dr. Caroline Karugu, tunamwona Dr. Oluga Ouma, pia Fikrin Kahindi Jacob, na pia pale Steven Isaboke, na pia shaka Regina Akoth. Kwa kwamba ni baadhi ya wale ambao wameteuliwa, na kile ambacho mwandishi amekitaja hapa katika gazeti hili tena Mkenya akipata vizuri na akifahamu hasa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV ni kwamba kwa wote ambao wameteuliwa, hakuna wale ambao wamefutwa kazi ama kutumwa nyumbani kutengeza nafasi za hawa ambao watakuwa na kiti pale. Kwa kwamba jinsi ambavyo nimemsomea kwamba hao 14 kwa kwamba wameteuliwa, but the reshuffles will come to at a huge cost already to the overburdened Kenyan taxpayer, given that no single official has been sacked to pave the way for the new entrant. Na pia ukiangalia hapo mwandishi pia ni kama anataka kumwelezea Mkenya impact ambayo kubadilishwa kwa makatibu hawa kutakuwa kunawaletea nini wa Kenya, ambapo tunaona pale pia akizungumza ama akiwaelezea wa Kenya wale makatibu ambao walipandishwa vyeo, wengine wakazungushwa kwenda nafasi zingine, wengine wakashukishwa. Kwa walioshukishwa tunaona pale Professor Edward Kisiang'ani ambaye tumezungumzia, alikuwa the former principal secretary for broadcasting and telecommunication, na kwa sasa amerudishwa kuwa special advisor to the president, ambaye atakuwa anampa ushauri Rais William Ruto. Ambao walisongeshwa ama wakapelekwa kwingine ni Julius Bitok ambaye alitolewa immigration akapelekwa basic education, Belio Kipsang akatolewa education akapelekwa immigration, Elijah Mwangi akapelekwa mining akatolewa mining akapelekwa kwenye sporti, na muona Ismail Madei pia akatolewa kwenye youth affairs akapelekwa to special programs, Teresia Mbaika pia akatolewa kutoka devolution akapelekwa aviation, Harry Kimtai akatolewa medical services akapelekwa mining. Na kwa wale ambao walipandishwa vyeo tunamuona pale Mr. Amos Gatesha ambaye the former public secretary, the former public service principal secretary, when he appeared before, hiyo ni picha yake ambayo mwandishi anazungumzia pale akisema kwamba ni picha yake wakati alienda mbele ya bunge la kitaifa kwenye public accounts committee ama committee ya fedha. Amekuwa amepandishwa cheo kutoka kwa deputy head of the public service, ametolewa akapelekwa kwenye kiti cha deputy head of the public service. Naam, hao ni baadhi ya wale makatibu ambao walipandishwa vyeo wakasongeshwa na wengine wakashukishwa vyeo. Basi tunapoendelea kusonga mbele katika gazeti hili la The Daily Nation ni kwamba ukurasa wa nyuma wa gazeti hili, taarifa ambazo zimeangaziwa pale ni kwamba walimu wakuu wa shule za upili wakikataa jinsi ambavyo tume ya kuajiri walimu Teacher Service Commission jinsi ambavyo inawapandisha vyeo walimu. Walisema kwamba principals reject Teacher Service Commission criteria for promotions. Ya kwamba ni taarifa ambayo imeangaziwa katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili kwa kwamba through the Kenya Secondary Schools Head Association, ya kwamba ni Kesha, principals have they have petitioned the commission as well as the National Assembly arguing that the way the system of the Teacher Service Commission using to promote teachers disadvantages ikiwa kwamba njia ile ambayo wanatumia kuwapandisha vyeo baadhi ya walimu wakuu hapa nchini kidogo si nzuri. Ikiwa kwamba ni taarifa ambazo tutasiangazia kwa undani zaidi ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la The
The Daily Nation. Na katika ukurasa wa pili tunaona pale uhalifu akisema kwamba illegal, ambayo anasema kwamba Kisiang'ani order on advertising by state farms quashed. Ni kuonyesha kwamba yale ambayo yale masuala ambayo Kisiang'ani alikuwa ameanza kuweka kwamba advertisement zinafanywa by state farms imekataliwa, ambapo inasema kwamba memo restricting public advertising in ministries and state corporations to Kenya to KBC, ambayo pia ni chombo cha habari, was illegal as the PS had no such power. High Court Judge Lawrence Mugambi rules. Ni kuonyesha kwamba zile advertisements zote za ministry tofauti ambazo zilikuwa zinapaswa kupelekwa kwenye KBC, zote hazikuwa zinafaa kupelekwa huko, kwa sababu imeonyeshwa kwamba hiyo ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria, ambao ni taarifa iko katika ukurasa wa pili kuzungumzia jinsi Kisiang'ani alipata kuhukumiwa kwenye kesi hicho, ama jinsi koti ilizungumza kuhusu swala hilo la Kisiang'ani. Na taarifa zingine ambazo tulikuwa tunazipokea katika gazeti hili la The Daily Nation kuhusiana na spoti, kwa kwamba sasa Rais William Samoei Ruto akitaja kwamba atakuwa anaipa sapoti michezo hapa nchini Kenya, akiahidi kuendelea kusaidia michezo nchini, akizingatia umuhimu wa sanaa na michezo kwa jamii, kwa kwamba ni wakati alikuwa anazindua michezo ama ile World Rugby katika eneo la Nairobi ama county ya Nairobi, kwa kwamba WRC itakuwa inaendelea kuanzia hii leo kuendelea mpaka nadhani siku ile ya Jumapili ndio watakuwa wanatamatisha. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, endelea kuzungumza nasi baadhi ya taarifa ambazo tumezitoa. Je, maoni yako ni yapi kupitia mitandao yetu ya kijamii? Pale Facebook utapata kama Ndizi TV News Digital, na pale kwenye YouTube utapate kama Ndizi TV News, pamoja na Instagram, X account na TikTok. Bila shaka utazungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp, na bila shaka kutuma ujumbe ama SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The People's Daily. Tunaona pale Tinga swallows Ruto. Ukiona pale mwandishi amesema Tinga swallows Ruto, akisema kwenye ukurasa wa 4, as media industry players say good riddance of to Professor Kisiang'ani. Ni kuonyesha kwamba waandishi wanafurahia kwamba Kisiang'ani ametolewa kwenye ICT kidogo, ama masuala ya habari, uandishi na nini, akapelekwa kwenye ushauri kidogo. Ambapo katika ukurasa huo wa kwanza tunamwona Raila Odinga last laugh. Tunaona picha za baadhi ya makatibu ambao waliteuliwa, ambao tumekuwa tukizungumzia kwa sasa. Tumemwona Edward Kisiang'ani, tunamwona pale Gatheka pia ambaye alikuwa promoted, tunamwona Pareno, tunamwona Fikirini, tunamwona pia Susana Komisha namuona pale, Caroline Karugu pia namuona, Steve Gambone pamoja na wengine. Ni kuonyesha tu kwamba kwa sasa, na picha ya Raila namuona pale anacheka vizuri sana. Wiki ambazo zimepita tumekuwa tukiona huyu aliyekuwa waziri wa afya Susana Komisha akitrend pale kwamba na akizungumza yeye anajihusisha na ukulima. Basi baada ya kuondolewa mamlakani wakati mabadiliko yalifanywa baada ya maandamano ya Gen Z, basi yeye aliamua kuelekea shambani. Kisha baadaye tena tumeona ameteuliwa, atarejea pale serikalini. Na tukiendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, ni kwamba ukurasa wa 6, why Faziti funding model flopped. Mbona jinsi ambavyo kila ambacho kilikuwa kimewekwa jinsi ya kutoa pesa aswa za wanafunzi wa vyuo vikuu, jinsi ambavyo mfumo huo ulipatwa na changamoto, kwa kwamba ni taarifa ambazo utakuwa unazipata katika gazeti hili la The People's Daily ukurasa wa 6. Na katika ukurasa wa 8 katika gazeti la The People's Daily naona pale Newsbeat, ambapo wamesema HIV cure trial offers hope for patients. Ni kuonyesha kwamba wanafanya ama madaktari bado wanaendelea
kushughulikia swala la kupata dawa ya kuponya ugonjwa wa HIV ama ukimwi, na ni kama kidogo wanaona ni kama kuna light at the end of the tunnel, jinsi wanasema kwa Kizungu, lakini tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo kukuelezea kama wagonjwa wa ukimwi watakuwa napata dawa ama itakuwaje. Basi tunapoendelea kusonga mbele pale ni taarifa zingine kidogo na za kuchekesha, lakini cheza ambavyo utafiti umefanywa ukurasa wa pili ni kwamba utafiti ambao umefanywa wa Kenya milioni 50 wanakosa meno moja ama mawili. Una meno yote? Ndio. Naam, pia mimi nina meno yote. Basi study shows that 50 million Kenyans need a tooth or two. Ya kwamba Wakenya milioni 50. Hivi kwamba sidhani wangetupa taarifa hii kwa kina watueleze kwamba kwa Wakenya 5 wangapi utapata kwamba hawana meno hiyo. Lakini wamesema Wakenya milioni 50 hawana meno 2 ama meno 1. Ni kweli? Inamaanisha kwamba hao ni watu wengi sana. Ni watu wengi. Naam. Ikiwa kwamba kaunti ya Kisii tunafika milioni 1 kidogo, tukikanisha pamoja kaunti ya Kisii na Nyamira, ndipo tutafika milioni 1 hivi. Nadhani kwamba tutakuwa hata sisi tuanza utafiti wetu tuanze kuangalia tutaanzia hapa tu. Tutakuwa tunafanya uchambuzi na pia tuendelee kuangalia kama wenzetu kazini, wewe ambako mahali ambako unafanya kazi ni nani, ama watu labda hata tusiulize nani ana meno yote, tuulize nani ana meno yote. Hiyo itakuwa rahisi. Tukisonga mbele katika ukurasa wa 5 tunaona court declares advertising monopoly illegal, ambapo tunaona kwamba mahakama imebatilisha uamuzi wa serikali wa kuhodhi matangazo ya umma kwa vyombo vya habari vya serikali peke yake. Na pia tunaona kwamba huu ni ushindi kwa vyombo vya habari binafsi ambavyo vilikuwa vikilalamikia ukosefu wa haki katika ugavi wa matangazo ya serikali. Ni vizuri wakati unafanya biashara, tuseme ni serikali, mimi ni binafsi, na tunafanya biashara ambazo zinafanana. Ni vizuri tupatiwe nafasi sisi wote ambayo ni nafasi ya haki tu. Kila mtu achipiganie katika uwanja wa kufanya biashara. Basi nadhani kwamba jambo hilo ni nzuri, sio baya. Ni kweli. Na tukiendelea kusonga mbele katika gazeti lile letu la mwisho, kabla tujaangalia ama jumbe zenyu pale katika mtandao wetu wa Facebook pale, tuone ni kipi kile ambacho mmezungumza kuhusiana na taarifa ambazo tumekupa. Ni kwamba gazeti hili la Taifa Leo, taarifa ambayo imepewa kipaumbele ni kwamba Raila aanza kuvuna. Kitaja kwamba Rais Ruto ateua washirika wa kiongozi wa ODM makatibu kwenye mabadiliko serikalini. Pale akisema kwamba baadhi ya walioteuliwa makatibu ni yule Regina anajulikana kama, naona baadhi ya majina ni Regina Oduma pale, nikidhani kama alionekana vizuri. Dr. Caroline Karugu, Judith Pareno, pale tunamuona Steven Isaboke, tunamuona Frederick Ouma Oluga, na pia Daktari Perio Kipsang, kwa kwamba ni wale ambao wanatajwa kwamba ni wendani wake rais samani, wendani wake Raila Amolo Odinga. Pale mwandishi akitaja kwamba kutoka maktaba ama mkataba wa ushirikiano ambao kiongozi wa ODM Raila Odinga alitia sahini na serikali ya Kenya Kwanza unaendelea kuzaa matunda, huku washirika wake wakinufaika kwa nyadhifa za makatibu wa wizara. Kwa kwamba ni taarifa hizo zimeangaziwa kwa kina katika ukurasa wa 2 katika gazeti hili la Taifa Leo. Na katika ukurasa huo wa 2 tunaona pia koti yafuta amri ya Kisiang'ani. Tumekuwa tukiona kwamba gazeti zote kwa sasa asubuhi, natumai kwamba tukirudi tutakuwa tunazungumzia pia hayo yote. Lakini tumemwona pale katibu alikuwa ameagiza wizara ya mashirika kuweka matangazo katika KBC peke yake na wasipeleke katika vituo vya utangazaji tofauti nchini, wapeleke KBC peke yake. Na koti tumeona kwamba imefutia mbali
amri hiyo. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba kanisa lazima wanasiasa. Kitaja kwamba ukurasa wa 5, kanisa Katoliki laiga lile la Kianglikana kunyima wanasiasa nafasi kuhutubu kanisani. Kwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 5. Ni jambo ambalo tumekuwa tukilifuatilia kwa kina, tumekuwa tukisikia baadhi ya viongozi wa makanisa wakizungumza kwa kwamba wiki iliyopita yule bishop wa kanisa lile la Kianglican Oresapit alizungumza akataja kwamba kanisa la Kianglikana halitakuwa lina waruhusu wale wanasiasa kuzungumza kanisani. Kama unatoa sadaka yako, basi toa sadaka yako kimya yaka katika bahasha, tia katika kikapu kile kanisani, mtu asije kujua ni pesa ngapi umetoa. Nadhani kwamba ikiwa kwamba itaenda njia hii, basi tutakuwa tunasaidia. Lakini na viongozi hawa wa makanisa nao wasimame kidete katika kuirekebisha na kuitoa makosa serikali kwa njia ambayo wanataja kwamba ni haki. Ikiwa kwamba kama umekosa tukuambie umekosa, hujafanya vizuri tukueleze hujafanya vizuri na tukueleze kinaganaga. Isije kwamba tunakueleza jinsi ambavyo ikiwa wewe ni mwendani wetu na kwamba tunapokea sadaka nono, tusije tukakueleze. Ni vizuri Wakenya wapate haki, na nadhani kwamba mwelekeo huu kanisa limechukua Katoliki utakuwa unasaidia. Picha ambayo tunaiona pale ni ya Anthony Muheria ambaye ni akipaka jivu mmoja wa Kristo. Naam, tunaona katika ukurasa wa 8 ama kabla tuingie katika habari za kimataifa, ukurasa wa 3 tunaona koma kukejeli Matiang'i, wazee waonya Raila. Odinga alikuwa amesema Matiang'i hawezi kushinda urais kwa kura za jamii moja. Tunaona pale picha yake Fred Matiang'i akiwasalimia watu. Ni kumwonya tu Raila Odinga, lakini ukisikiza bado Raila ana point. Ukiangalia anaendelea ni vema, hakuongea vibaya. Sidhani kama aliongea kwa ubaya. Labda ni jambo ambalo watu hawapendi kusikia, lakini ni jambo la maana kujua. Lakini tena tukiangalia, unajua wasee hawa wamezungumza nao, wanaona kile ambacho kidogo wametengwa, ikiwa ni makubaliano. Unajua wengi kidogo, kuna Wakenya wengi ambao kidogo hawajakubaliana na kile ambacho Raila Amolo Odinga alikubali kufanya na Rais William Samoei Ruto. Basi hilo likionekana kwamba kidogo kuna wale ambao wanafinywa, ndipo hapo wamezungumza kutaja kwamba wakome kumkejeli Matiang'i. Ni wazee wamezungumza pale. Na tukiendelea kusonga mbele katika taarifa za kimataifa, ni kwamba katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 8, Trump sasa aunga rais wa Ukraine, ahidi kuipa Ukraine silaha za angani baada ya Urusi kukataa kusitisha mapigano. Kwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa ukurasa wa 8. Kumbuka kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi vimekuwa vikiendelea kwa muda sasa, ambako wengi wamejaribu kuingilia kati kuleta uwiano kati ya nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi. Kidogo pale imekuwa ni changamoto. Sasa tunaona rais wa Marekani Donald Trump amekubali ama ametoa ahadi ya kuipa nchi ya Ukraine baadhi ya silaha za angani, ikiwa kwamba Urusi wakati imekataa kusitisha mapigano kuelekea nchi ya Ukraine. Na pia tukisonga mbele kwenye spoti kidogo, ukurasa wa 20 tunaona Cameroon waumiza nyasi bure. Waliambulia alama moja baada ya sare tasa na wenyeji Eswatini Jumatano. Kipote kile ambacho kiligaragazwa. Walielekea pale kucheza, lakini kidogo ni kama tusiseme kwamba hako wana nyota ya kushinda siku hiyo. Na mpenzi mtazamaji, hayo ni baadhi ya taarifa. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye magazeti tofauti nchini Kenya. Tueleze wewe, maoni yako ni yepi kuhusu taarifa hizi ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti tofauti, ikiwemo The Standard, Daily Nation, Taifa Leo pamoja na The People's Daily, kwenye mtandao wetu wa Facebook @NDZTV News Digital. Na kwingine kuzungumza nasi kupitia YouTube pale utatupata, TikTok, Instagram na pia X kama NDZTV News. Naam, na katika tovuti yetu www
ndizitv.co.ke. Na kwingine kuzungumza nasi kupitia ujumbe mfupi wa SMS na pia ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Tuzungumze moja kwa moja. Nadhani kwamba tukao tunaelekea mapumziko mafupi. Kisha baadaye tukirejea tuangazie taarifa zile ambazo zimeangaziwa kwa magazeti yote kwa ujumla, tunapoendelea kutamatisha awamu ya pili ya kipindi chetu cha Pambazuko. Mimi ni Jeff Nyakundi. Nami Jacinta Nyabeta, mwelekezi wetu ni James the top scorer. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, karibu kwenye kipindi Viwanjani kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni. Hapa Viwanjani nitakufahamisha yote yanayojiri kwenye ulingo wote wa spoti. Mpenzi mtazamaji, mchezo wa badminton ni baadhi ya mchezo ambayo tutaangazia kwenye kipindi Viwanjani kuanzia saa 8. Usikose kuungana nami James the Top Scorer niweze kukata kiu yako kispoti. Karibu Viwanjani. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, na karibu tena tunapoendelea katika kipindi chetu cha Pambazuko awamu yetu ya pili. Kwamba ni karibu kuitamatisha baada ya kuangazia magazeti. Pale na muda wetu kidogo. Naona kidogo umefurahia. Mbona? Ni kwa sababu nitakuwa nikikuacha peke yako nikiondoka kwenda angalau nipate maji moto ambayo yatarainisha koho kidogo pale. Haya hapa. Kidogo okay, ni sawa. Tunapoendelea kusonga mbele mpenzi mtazamaji, baada ya kuangazia magazeti ni tuangazie taarifa zile ambazo zimeandikwa ama zimeangaziwa katika magazeti yote, ikiwemo tumeona yale mabadiliko ambayo yalifanywa naye Rais William Samoei Ruto katika wale ambao aliteua kama PSS ama makatibu wa kudumu katika wizara mbalimbali, na wale ambao ametuma nchi za mbali kama wanajulikana kama ambassadors pale kuwakilisha nchi za Kenya pale. Tumeona yule ambaye ameangaziwa sana ni Profesa Kisiangani Edward ambaye
alikuwa PS wa mawasiliano na pia akisimamia baadhi ya vyombo vya habari ama yale ambayo yanahusisha vyombo vya wanahabari moja kwa moja, kwa kwamba ametolewa akasushwa hadhi na kupelekwa kama advisor wake Rais William Samoei Ruto wa kiuchumi katika ikulu ya rais pale. Naam, na pia tumeona masuala tofauti ikiwemo swala hilo la Kisiang'ani ambayo limepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zote, na pia tumeona kuhusu makatibu wengine ambao walipandishwa vyeo, wengine wakatolewa wakapelekwa vyeo vingine, wengine wakashukishwa vyeo. Lakini pia katika gazeti hizi pia tumeona maudhui ya kisiasa yakijitokeza, ikiwemo Fred Matiang'i ambayo tumezungumzia, wazee wakisema kwamba Raila kidogo hakuwa anapaswa kusema yale ambayo alikuwa anasema, lakini pia ni baadhi ya maudhui ya kisiasa. Na pia tunaona maudhui ya afya ambapo tumesoma kwenye People's Daily kwamba madaktari wanaendelea kuendelea kutafuta dawa ya ukimwi ambayo kidogo ni kama wako karibu kuipata, lakini bado hawajaipata. Na tukiendelea kusonga mbele, tukiona kwamba pia muungano wake Raila Odinga na kiongozi wa kitaifa Rais William Samoei Ruto, akionekana kwamba uendani wake Raila Odinga wamevuna pakubwa katika mabadiliko yale ambayo yalifanywa na rais hiyo jana, kwa kwamba wengi wakizungumza kwamba kuna ni kana kwamba ni kuweka ni kama sasa serikali ama rais Raila Odinga amemeza serikali yake Rais William Samoei Ruto, kwamba ni siasa ambazo zimeangaziwa kwa upana zaidi katika gazeti hili ama magazeti yote ambayo tumekuangazia, gazeti lile la The Standard, gazeti lile la The Daily Nation, na pia gazeti la The People's Daily, na pia gazeti lile la Taifa Leo. Na pia tumeona masuala ya elimu yakijitokeza kwenye gazeti la The Daily Nation, ambapo tumeona kwamba principals ama walimu wanaosimamia shule za upili walikuwa nakataa jinsi TSC inafanya promotions, criteria for promotions, ambazo jinsi ambavyo wanawapandisha vyeo walimu tofauti ama walimu wanaosimamia shule tofauti. Basi tunapoendelea kusonga mbele, kwa kwamba hayo ni baadhi ya yale ambayo yaliangaziwa katika magazeti asubuhi ya leo. Tunapozidi kusonga mbele, tuangalie baadhi ya maoni yenu katika mitandao yetu ya kijamii. Ni kipi kile ambacho mmekizungumza asubuhi ya leo kuhusiana na yale ambayo tumekufahamisha tangia wakati ambapo tulijaja hapa hewani katika Ndizi TV. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, utatupata kama Ndizi TV News Digital upande ule wa Facebook. Na katika upande wa YouTube pamoja na Instagram, X account na TikTok utatupata kama Ndizi TV News. Na bila shaka utazungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari 0792192834. Nikiangalia hapa namuona mjomba Hazel akisema kazi kuntu mwaweza zaidi. Na pia Enoch Mochere anasema watching live kutoka Isebania Boda. I thank God to see another day. Tunamshukuru Mungu pia. Sidi Nyakush anasema good morning kutoka Ngeri Township, tuko pamoja. Namona pale Paranabas Ratemo Gekonge Kebaso taja kwamba good morning from Doha pamoja hadi nyumbani kwao pale Nyamasibi. Na bila shaka namuona huyo anajulikana MC Hirali akisema kamba akitaja kwamba kazi nzuri. Naam, hayo ni baadhi ya maoni ama ujumbe zenu katika mtandao ule wa Facebook, ambapo tuna pia kwa sasa natumai kwamba tumemaliza kupitia baadhi ya jumbe ambazo umetuma, na tunashukuru sana kwa wale wote ambao mnaendelea kutuandikia jumbe zenu. Na pia tutembelea katika tovuti yetu ili kupata mengi, kwa sababu kwenye tovuti yetu utapata tumekuwekea pale taarifa ambazo zimekuwa
patikana kutoka masiku ya nyuma, siku za nyuma, na pia tukiendelea kusonga mbele siku ya leo. Hayo yote utakuwa unayapata kwenye tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, mimi muda usiokuwa mrefu sana nitakuwa nikiwaaga niwaache naye Jacinta Nyabeta na mgeni. Na by the way, mgeni wa siku ni MC Migi. Champion. Mmoja siku moja kanitumia picha. Kanitumia picha ya Migi ya kale tumana yangu pale. Kiniuliza kuna kwa kweli ambako hatujui. Lakini ni sawa. Tunajua leo. Amfanani. Kama alikuwa anasema mnafanana, sidhani kama mnafanana. Hebu tutangoja atatueleza Migi kama ni hivyo hivyo. Basi kuanzia mida ile ya saa 2 hadi saa 3 kutakuwa ni Ijumaa ya sanaa, na bila shaka msanii wa siku ya leo ni MC Migi Champion ambaye atakuwemo humu ndani wakicheza ama wakizungumza mambo ya sanaa na ya Jacinta. Wakati huo mimi nitakuwa pembezoni pale nikipata kidogo kufanyiwa marekebisho yako. Ndiposa wiki ijayo tukikutana katika pambazuko iwe kwamba mambo yote yako sambamba. Ni kweli kabisa. Lakini pale hiyo kesho naambiwa kwamba kipindi chetu cha Sabato Tamu, siku ya kwanza, utamu wa Sabato. Utamu wa Sabato. Kipindi hicho kitakuwa kinaenda hewani moja kwa moja hiyo kesho kuanzia mida saa 12 asubuhi hadi saa 3. Banapo majaliwa tutapatana pale, na bila shaka ni wiki ya vijana ama ni wiki ya Global Youth Week ambapo vijana wamekuwa wakijifunza mambo tofauti tofauti, kwa kwamba tutaliangazia hilo asubuhi na mapema kwa tukipatana katika utamu wa Sabato na Jeff Nyakundi. Basi kufika hapo ni sema nini tena? Hauna la ziada. Sina la ziada. Ila tu ama kuwaaga wapenzi watazamaji ambao mmekuwa mkifuatilia kutoka maeneo tofauti tofauti hapa nchini Kenya na ulimwenguni. Bila shaka tupate katika tovuti ile ya ama tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Ikiwa hapo ndipo utakuwa unayapokea yote ambayo tunayafanya kutoka hapa Ndizi TV. Basi niseme kwa heri, tupatane siku ya Jumatatu katika pambazuko, lakini hiyo kesho katika utamu wa Sabato tutakuwa tunapatana papa hapa. Kwa heri kutoka kwangu, mimi naitwa Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu pamoja na mgeni wangu MC Migi Champion kwenye sanaa, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Tutakuwa tunafurahia pamoja, usisonge. Unatazama Ndizi TV. Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu walio